Kuna aina ya upweke ambao ni mgumu zaidi kuliko kukaa peke yako. Ni upweke unaohisiwa ukiwa karibu na mtu, ukishikana naye, ukila naye, ukilala karibu naye, lakini ndani yako kuna nafasi ya ajabu ambayo haijajazwa. Watu wengi wanaishi hali hiyo kwa muda mrefu bila kuiika kwa jina lake. Mahusiano feki hayaonekani vibaya tangu mwanzo. Hiyo ndiyo inayofanya iwe ngumu kuyakambua. Yanaanza vizuri, kwa furaha, kwa ndoto, kwa hisia halisi. Kisha pole pole, kitu fulani kinabadilika. Au labda hakikubadilika, labda kilikuwepo tangu mwanzo, lakini mapenzi mapya yana uwezo wa kufunika mengi. Swali si, je, mtu huyu ni mbaya? Swali ni, je, mahusiano haya yanakuruhusu kuwa wewe? Je, yanakupa nafasi ya kukua au yanakufanya udogo pole pole bila kugundua? Dalili ya kwanza ni hii: unahisi huru zaidi mbali naye kuliko ukiwa naye. Hii si kawaida ya mahusiano yenye afya. Watu wanaopendana kwa kweli wanajisikia huru, si wanajisikia wakiwa wamefunguliwa pale mwenzao hayupo. Kama siku zake za safari ni siku unazopumua vizuri, kama ujumbe wake unapoficha simu yako haraka, moyo wako unapumzika kidogo, hilo si ishara ya utulivu. Ni ishara kwamba uwepo wake umekuwa mzigo bila kukusudiwa. Utafiti wa mahusiano unaita hali hii hypervigilance in relationships, hali ya kuwa macho kupita kiasi karibu na mtu fulani, kana kwamba kila wakati unatarajia kitu kibaya kitokee. Inachoshea, na mara nyingi hutoki kwa sababu mtu ni mbaya, inatoka kwa sababu tabia zake hazitabiriki, au kwa sababu imani ya msingi haijajengwa vyema. Dalili ya pili ni kutojua wapi unasimama. Leo uko karibu, kesho ana baridi. Leo anakupenda wazi, kesho anaonekana mbali bila sababu inayoeleweka. Kisaikolojia, hali hii inaitwa intermittent reinforcement, mfumo wa zawadi na kunyimwa unaobadilika bila utaratibu. B.F. Skinner, katika tafiti zake za tabia ya binadamu, aligundua kwamba mfumo huu ndio wenye nguvu zaidi ya kufunga akili ya mtu, zaidi ya zawadi za kila wakati na zaidi ya kunyimwa kila wakati. Ubongo unashikamana na kutarajia kuna kufanya urudi tena na tena hata bila kupata unachohitaji. Hiyo ndiyo sababu mahusiano feki yanaweza kuwa magumu kuacha kuliko mahusiano mabaya wazi. Maumivu yanayobadilika na furaha ni mchanganyiko ambao ubongo wetu haujui kuushughulikia vizuri. Dalili ya tatu: hujisikii salama kusema ukweli. Si kwa sababu una siri za kuficha, bali kwa sababu umejifunza kwamba ukweli fulani unaweza kusababisha ugomvi, ukimya wa siku nyingi, au hasira isiyostahili. Kwa hivyo unachagua meno yako kwa uangalifu. Unakaa kimya badala ya kueleza hisia zako. Unabadilisha hadithi kidogo ili kuepuka mzozo. Hii inaitwa self-silencing katika saikolojia. Na tafiti zinaonyesha kwamba watu wanaofanya hivyo kwa muda mrefu wanaathirika sio tu kihisia, bali kimwili pia, kwa njia ya msongo wa mawazo na hata matatizo ya afya ya mwili. Mahusiano yanayokufanya ufiche nafsi yako si mahusiano yanayokukuza. Dalili ya nne ni tofauti kati ya maneno na vitendo inayoonekana mara kwa mara. Nakupenda, lakini hayupo pale unapohitaji.
wewe ndiye, lakini vitendo vinasema kinyume. Binadamu ana uwezo wa ajabu wa kushikamana na maneno mazuri hata pale vitendo vinaposema kitu tofauti kabisa. Daniel Kahneman, msaikolojia mshindi wa Nobel, alieleza jinsi ubongo wetu unavyopendelea hadithi nzuri kuliko ukweli mgumu. Tunaunda maana kutokana na maneno, hata pale ushahidi wa vitendo unatuambia tuangalie upya. Mpenzi wa kweli hahitaji kukukumbusha mara kwa mara kwamba anakupenda. Unaona upendo katika jinsi anavyoshughulikia muda wako, hisia zako na mahitaji yako, si katika maneno tu. Dalili 5, na labda ngumu zaidi kukubali, ni hii: umebadilika, na si kwa njia nzuri. Umekuwa mdogo zaidi. Unacheka kidogo, unaamini kidogo, unajaribu kidogo. Pale mahusiano yanakufanya ujisahau mwenyewe, malengo yako, furaha yako, marafiki yako, hilo si upendo unaokukuza, ni upendo unaokula. Saikolojia ya uhusiano inasema kwamba mahusiano yenye afya yana individuation, yaani wawili wanakuwa kama watu tofauti ndani ya uhusiano, si kupoteza nafsi zao. Pale mmoja anapoteza ndani ya mwingine, au pale mtu anabadilishwa na mahusiano kuwa toleo dogo la nafsi yake ya kweli, hilo ni ishara inayostahili kuangaliwa kwa makini. Dalili zote hizi hazisemi acha mara moja. Zinasema simama, angalia, jiulize maswali magumu kwa uaminifu, kwa sababu mara nyingine mahusiano yanaweza kupona pale mazungumzo ya kweli yanapoanza. Na mara nyingine uelewa huo ndio unaokupa ujasiri wa kufanya uamuzi ambao moyo wako umekuwa ukiusema. Jiulize swali moja rahisi: je, toleo bora la nafsi yako, linalocheka, linaloamini, linalohutami, linaweza kuishi vizuri ndani ya mahusiano haya? Jibu lako ndiyo jibu lako. Kama video hii ilikufikia mahali ndani yako, chukua muda wa kutafakari kwa utulivu. Na kama unahitaji kuzungumza na mtu, fanya hivyo. Mazungumzo ya kweli na mtu unayemwamini yana nguvu kubwa kuliko video yoyote.